basi ndio muda mzuri ule ambao wote tunapata nafasi ndani ya Safina kuzungumza na waimbaji tofauti tofauti wa nyimbo za Injili, na leo tunaye mgeni hapa ambaye jina lake linakwenda kwa jina la Mbonde Kiwe. Unaweza kujiuliza, haya majina ya Kibantu haya? Ndio, Mbonde Kiwe ndio jina lake, lakini katika uimbaji atatuambia anatumia jina gani, na wimbo ambao unaosikiliza kwa sasa unaitwa Boss. Ni wimbo mpya kutoka kwake Mbonde Kiwe, mwenyeji wa hapa Dodoma, ambaye kwa siku ya leo anakuja kutambulisha wimbo wake wa Boss. Na Boss kafanyeje? Boss imekweje? Basi tutasikia mengi sana kutoka kwake. Karibu sana Mbonde Kiwe. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, amina mtumishi. Habari za Jumapili? Tunamshukuru Mungu. Ndio. Jumapili ni njema kabisa. Ndio. Tunamshukuru Mungu tumefika salama. Sawa. Baada ya kusikiliza wimbo wako wa Boss, nikawa natafakari mengi sana. Manake neno boss huwa tunalitumia kwamba ni yule mtu ambaye amekuajiri na anakupa chochote. Katika mazingira yetu tunayoishi, katika maisha yetu, kazi zetu, namna yule ambaye pengine anakuzidi uwezo, ndio tunamuita boss. Ama yule ambaye ni mkubwa katika taasisi fulani ama katika eneo fulani, basi ndio tunamuita boss. Sasa idea ya neno boss katika wimbo wako huu ilitokea wapi? Idea kama unavyosema, bosi ni mtu ambaye ametuzidi uchumi, hata kimafanikio kidogo. Lakini idea nilikuwa nawaza, kuna siku nilikaa kaza hivi, ya maisha yetu bosi ni nani? Kwa sababu unavyosema mtu amekuzidi uchumi, hapo tunazungumzia huyo, ni unaweza kusema bosi wa kazini, labda kibiashara. Ndio. Lakini ngaza achana na biashara, maisha yetu kwa ujumla, bosi wetu ni nani? Nikaja kupata jibu kwamba Mungu ndo bosi. Mungu ndo bosi wa maisha. Yaani Mungu ndo bosi wetu sote duniani. Kabisa. Mungu ndo bosi wa kila kitu. Kabisa. Sawa. Wimbo Boss ni wimbo ambao kwa sasa unafanya vizuri. Umeweza kutoa, nimeona katika platform mbalimbali, umeweza kusambaza kweli kweli huko katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Wimbo Boss mpaka tunapozungumza hivi leo umekufanya ujulikane sana, ama kuna wimbo ambao ulianza kabla ya Boss ambao ulikufanya ujulikane kama Mbonde Kiwe? Actually kujulikana sana bado, na kuona na ninachofanya hapa ni kujaribu kupublish hili jina Mbonde Kiwe ili lianze sasa kufahamika. Ndo lengo la kuja hata kwenye media, mradi hata wasikilizaji waelewe kwamba kuna mtu anaitwa Mbonde Kiwe. Lakini Boss ndo ya kwanza nataka nifanye kama iwe tangazo la kutangaza jina Mbonde Kiwe. Kwa hiyo bado hatujafahamika sana. Kwa hiyo tunamwomba Mungu atupe hicho kibali tufahamike zaidi. Kabla ya Boss kulikuwa kuna wimbo mwingine hapa? Huu Boss ni ya kwanza. Boss wa kwanza. Boss ndo wa kwanza kabisa, na video kabisa, kila kitu kimekamilika. Sawa. Neno Boss huu wimbo Boss umepokelewaje sasa kwa wale ambao ni watu wako karibu, baada ya kuona maana umetengeneza na video, wameupokeaje? Kusema kweli bwana, watu wamepokea vizuri sana. Watu hata mitandaoni wasionifahamu wanasema bana huu wimbo uko vizuri mtumishi. Wengi wanasema ndio hivyo utafika mbali. Kwa hiyo watu wamepokea vizuri sana. Namshukuru Mungu. Kwa ndo maana ngasema tuachane na mitandao, nije hata Dodoma FM kuwashirikisha na wasikilizaji wengine kwamba kuna kitu kizuri au kuna mtu anaweza kufanya vitu vizuri ambavyo wao wakapenda. Ndio maana nikashirikisha hata media. Sasa Mungu ni mwema, na hakika utaweza kufika mbali na wimbo Boss. Sasa baada ya kutoa Boss, kuna wimbo mwingine ambao tunatarajia Boss tayari ukiwa umeshakaa kwenye masikio ya watu na nini? Nyimbo ni nyingi sana. Nyimbo ni nyingi sana. Kwa kikubwa nachomwomba Mungu na wasikilizaji kwamba waendelee kunifuatilia au waanze kunifuatilia ili tupate sasa ile hamasa ya kutoa zile ambazo hatujaamua kutoa. Nyimbo ni nyingi sana. Kwa hapa nawaza bado nianze na ipi baada ya hii. Ila zipo tayari, ni kuanza kutoa tu. Boss, unasema umetengeneza video. Video umetengenezea wapi? Katika mazingira hapa Dodoma ama nje ya Dodoma? Hii video ni mazingira ya Dodoma hapa. Hapa tu. Wengi wao wanasema kuna changamoto ambazo wanakutana nazo unapokuwa unatengeneza video, hususan za kiuchumi, kwenda location kulipa fedha na nini. Wewe vipi, changamoto umekumbana nayo, ama kuna namna ambavyo ulikuwa umejipanga kabla ya? Kikweli changamoto
hiyo nilikutana nayo. Japo nilijipanga, lakini unakuta ile mipango inavuka kidogo. Okay. Kwa hiyo changamoto ya pesa hasa kwa sisi tunaoanza, hiyo ni lazima tukute, na hata pia hali ya hewa pia ilikuwa changamoto. Kwa tulipanga na director bana, kesho twende, lakini unakuta mvua. Ndio. Kwa hiyo changamoto hazikosi. Pesa nao ni changamoto ambayo naamini itakuja